Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa salatu wa salam ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ndugu zangu, bado tunaendelea katika siri ya ramli na jinsi ya kutumia maumbo yetu katika utambuzi wa khabar. Naam, ileweke ndugu zangu, nilishatoa somo na kuzungumza katika masomo yangu mbalimbali kwamba elimu hii tunayoita elimu ya ramli, nilisema ni elimu ya sayansi ya maumbo ambayo huzalishwa kwake kwa nia maalum, lengo lake ili kupata majibu yaliyokuwa sahihi. Lakini elimu hii ni mfumo wa namba ambazo tayari tumeziweka, na katika mfumo huu wa namba hizo tumezipa umbo maalum, ambapo wengine wakasema shkeli, sawa, wengine wakasema shkeli. Lakini hii ni elimu ya utambuzi wa dunia yetu tuliyokuwa nayo. Tumeitoa katika mfumo wa nadharia ya kimaandishi. Kwa sasa hivi tupo katika mfumo wa umbo sahihi. Yaani wakati ambapo elimu hii inatumika mwanzo, kwamba mtu anakuja anaambiwa, bwana wewe katika tumbo lako una uvimbe. Kwa sasa hivi sayansi ikaendelea, vikatengenezwa vyombo vinaonyesha bwana kweli katika tumbo. Kwa mfano kama hizi x-ray zinaonyesha kabisa bwana wewe katika tumbo lako kweli una uvimbe. Basi manake hii ni sayansi iliyotoka katika maumbo kwenda katika mfumo wa structure, yani umbo sahihi, yani kutoka katika namba kwenda katika, yani kutoka katika mfumo wa kiroho kuja katika mfumo wa umbo. Na ndio maana mwili bila roho ina maana hauwezi kufanya kazi. Hii ndio maana halisi katika elimu hii, tunaita wenyewe elimu ya ramli. Lakini hii ni elimu ya hesabu ya kuwakilisha maumbo, ambayo maumbo hayo wanazuoni na wanasayansi mbalimbali katika falsafa ya zamani ama ya kale waliweka ili kuishi katika mazingira wanayoishi katika mazingira hayo, ili waweze kuendana nayo katika utafiti. Sawa? Walikuwa kitafiti mfano mvua, mfano upatikanaji wa maji, walikuwa wakizalisha haya maumbo. Wakikwambia bwana hii sehemu kutaka kuna maji, na sehemu hii itapimwa na umbali wake kutoka kwenye hapa hadi hapo labda wastani itakuwa dhiraa fulani. Walikuwa wakitumia dhiraa, ambapo kwa sasa hivi sasa tuna vipimo maalum. Ukija tu kiweka kipimo chako kinakuonyesha hapa maji yako mita fulani umbali kutoka usawa huu wa ardhi. Naam, kwa hiyo ni sayansi iliyoendelea. Lakini sio kwamba sayansi iliyoendelea basi isiendelee tena wala isifanyike ama ni haramu. Tutakuwa bado hatuitendei nafasi. Kuna wakati elimu hii, kuna watu wanaenda wanapima vipimo vyao, ugonjwa huonekani, lakini wakija katika x-ray ya kale anaonekana kabisa ugonjwa upo. Labda katika mapafu kuna kitu fulani, aangaliwe huyo, ila bado ugonjwa huu upo. Akifunguliwa akienda tena kule, ndo tena napimwa kwenye vipimo, ndo ugonjwa tena unaonekana. Lakini kwanza hizi shkeli ama haya maumbo huwa yanafungua taswira ya kitu fulani ili kupata uelekeo. Kwa elimu hii tumeitumia katika mambo mbalimbali. Wengine wamebobea katika elimu hii katika, yani elimu moja lakini inagawanyika katika sehemu nyingi. Kuna habari na kuna ufanisi wa kazi. Wengine wakaitumia katika masuala ya uchawi. Elimu hii
Elimu hii ikatumika katika masuala mapambano. Elimu hii wengine wakatumia katika utafiti wa madini katika elimu hii. So kila maumbo walikuwa wakiapa tabia yake, labda mfano kwetu sisi huku Waarabu mfano shikeli hii katika madini labda wakasema dhahabu. Labda hii wakasema hii bayadh, basi madini yake silver. Umeona? Kwa hiyo zilikuwa zinatumika katika miundo mbalimbali. Na si ngeni, Qur'ani imezungumzia sana, nimeshafundisha mimi katika masomo yangu. Sasa asili yake wapi? Kuna ile hadithi inasema itlabul ilma walau biswin. Swini ilizungumziwa China. China imepiga maendeleo sana katika falsafa za kisayansi. Pia katika masuala mbalimbali. Hata masuala ya anga, China sasa hivi wako vizuri. Kwa hiyo ilizungumziwa tokea karne ya 7 na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukiniambia hadithi sahihi sio kazi yangu. Okay? Sasa kwa nini ilitajwa China? China kuna elimu mbalimbali. China walikuwa na elimu ya maumbo mpaka sasa wanatumia, wanaita I Ching. I Ching ina maana ni hexagram. Sasa haya maumbo ya I Ching yenyewe yana matabaka ngapi? 6. Ambayo wao wanatumia yin na yang. Wakimaanisha kuna blocked line, kuna clear line na blocked line. Ni vitu viwili tu. Wenyewe wakaita head of dragon. Wenyewe wanamtumia dragon. Kuna head of dragon and tail of dragon. Kwa hiyo kuna kichwa na mkia. Kuna head and tail. Wana sarafu zao zina kichwa na mkia, ambazo zinarushwa sarafu zikianguka chini, ikitoka labda zinakuwa sarafu 3. Zikitoka head, yani vichwa, wao labda wanaeka clear line. Ikitoka labda mikia miwili, kichwa kimoja, labda wataeka mfano hii blocked line. Wao walitumia hivyo. Lakini unaweza kutumia kuzalisha I Ching hata katika mfumo wetu wa kawaida, ukachora mistari yako 6. 1 2 ukapiga kwa nia maalum, 3 mstari wa 4, mstari wa 5, labda mstari wa 6. Ukaangalia labda mstari wa kwanza zimetoka labda 2 imebaki 1. Kibaki 1 tunaweka clear line. Mstari wa pili labda 2 1. Kibaki 1 pia clear line. Mstari wa 3 2 imebaki 1 clear line. Mstari unaofuata baki 1 clear line. Unaofuata imebaki 1 clear. Hii imekuwa blocked. Hapa imebaki 1. Okay, nayo ni clear line. Wa mwisho zimeisha zote, kwa ni blocked line. Basi wanakuja na chola ifiga, wataangalia figa hii inaitwaje. Okay, au wa China. Lakini lengo la kukufundisha elimu hii ni nini? Lengo la kukuelekeza elimu hii
kwamba nikutoe gizani, kwamba nikwambie usikalili. Kwa mfano sisi kwenye Qur'ani kule tuna alif, labda lam mim. Hizi alif lam mim ni nini? Ni herufi 3. Kuna hizi kutoka alif lam mim, labda toa sin mim, matabaka matatu, sawa? Herufi 3 matabaka matatu. Na kutoa tunatoa tu mifano. Ina maana kwenye herufi 3 wao katika aiching wakaanza kitu kimoja, kwamba yeye Mwarabu yeye ana 1 na 2. Ni hivi tu, labda clear line inaendi blocked line, mstari ulio katika. Umeona? Kwa hiyo hapa ndo kwenye nini? Kwenye utofauti. Wao hii ikawa 1, hii ikawa 2. Katika computer system namba ikiwa 1, lakini hiyo 1, ikiwa 2 maana yake ni 0. Kwa hiyo ni number system inakuwa binary number. Ambapo binary number ni 1 na 0. Labda kwa mfano labda shikili kule tukichola labda jaudala. 1 hii 2, kwenye 2 tunaweka nini? 0. Na hapa nini? 1. Kwa hiyo shikili tunaweza tukaipanga hivi katika in terms of katika mfumo wa namba. Sawa. Namba hii ikawa ni binary number system. Kwa hiyo kwenye kompyuta tunaweka mfumo huu, tukitaka tutumie mfumo wa kompyuta. Sawa jamani? Kwa hiyo katika mwanzo labda tuanze na hizi alif lam mim. Ni 3 matabaka matatu. Inamaanisha tunarudishwa kwenye namba, kwamba namba 1, 2, 3 zinatoa nini? Namba 1, 2, 3 maana yake haya maumbo yana tabia moja. Yana tabia gani? Yana tabia ya kubadilika kutokana na pale ilipo. Kwa mfano kuna wakati namba 1 inakuwa hai, kuna wakati namba 2 inakufa, namba 3 inakufa. Hiyo figa ya kwanza. Figa ya pili, namba 1 ikawa imekufa, namba 2 hai, namba 3 imekufa. Figa ya pili. Figa ya 3 ikawa namba 1 hai, namba 2 imekufa, namba 3 imefunguka. Figa ya 4 ikawa namba 2 imefunguka, namba 1 imekufa, namba 2 imefunguka, namba 3 imefunguka. Figa ya 5 ikawa namba zote zimefunguka. Figa ya 6 ikawa namba 1 imefunguka, namba 2 imefunguka, namba 3 imefunga. Figa ya 7 ikawa namba zote zimefunga, 1 imefunga, 2 imefunga. Na figa ya 8 ikawa namba 2 imekufa, namba 1 imekufa, namba 2 imekufa, namba 3 imefunguka. Nini maana yake? Maana yake nini? Maana yake hawa katika aiching, katika hii, katika try, katika umbo 3, yani katika figa yenye umbo 3, umeona? Kwa hiyo ramli tunaiweka katika mfumo wa figa. Lakini haya maumbo tunayaita ashkali, umbile. Kwa sasa haya maumbo yana maana yake, yana tafsiri zake kutokana na tabia, kutokana na sayansi husika iliyotumika, kutokana na utafiti wa muda mrefu, kwamba likitokea umbo fulani ina tafsiri fulani, ikitokea umbo fulani ina tafsiri fulani. Lakini usihadaike, haya ni maumbo ya namba, kwamba hizi namba kuna wakati namba inakuwa hai katika tabaka lake, kuna wakati namba inakuwa mfu. Ndio pale unaposema washafi wal watir. Na hapa kwa namba shufa na witiri, kwamba kuna wakati
hii namba 1 mpaka 3. Kuna wakati tukisema namba shufa na witri, kuna wakati hiyo umbo lake labda la kwanza linaweza likafunguka, ya pili ikafunga, la tatu ikafunga. Lakini kutoka namba 1 mpaka 3 asili yake yanazaliwa maumbo 8. Ina maana hii ni I Ching, ambao labda wao wakasema labda ikiwa 1 tulisema ni clear line, ikiwa 2 tukasema blocked line, na hapa inakuwa ni nini? Clear line. Hiyo figa ya kwanza. Figa ya pili clear line, blocked line, clear line. Hapa blocked. Figa ya 3 clear line, blocked line, blocked line. Figa ya 4 clear line, hii blocked line, blocked, clear, ikiwa 1 clear. Na hapa ikiwa 1 clear. Kwa hiyo ni hivi, clear line, clear line, clear line. Hapa clear line, clear line. Namba 2 blocked line. Hapa clear line kama kawaida, clear line, clear line. Hapa namba 2 tusema blocked line, blocked line. Na hii inakuwa ni nini? Hii clear line. Kwa hiyo huu mfumo wa Kiarabu, uandishi huu mfumo wa Kiarabu, huu mfumo wa Kichina ni I Ching hiyo. Bao wa China wakakuwekea kitu kama hichi. Ndio hizi hapa. Okay, sawa. Nadhani tunaelewana vizuri. Kwa mwingine akasema hii bwana, maumbo yangu nataka ikiwa 1, ikiwa 2 ni hamza. Mwingine akasema hivi, ikiwa 1, ikiwa 2 hamza. Labda umbo hili litakuwa ni umbo gani? 1, 2, 2, 1. Haya matabaka mangapi? 4. Hayo matabaka 4. Lakini eleweki kwamba hii sio ilmu ya ghaibu. Hii ni elimu ya maisha tunayoishi ya kawaida kabisa, wala haipo katika mfumo wa elimu ya ghaibu. Kwa sababu la ya'lamu al-ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye elimu hiyo ya ghaibu, hakumpa yoyote. Wama utitu minal ilmi illa qalil. Hata haya masuala ya kiroho ni wachache mno Mwenyezi Mungu ametoa hiyo elimu. Kwa hiyo unaposema labda elimu fulani haramu, labda elimu ya ramli ni hesabu. Sasa hesabu ndio inatuongoza si maisha yetu. Kwa sasa huwezi ukafanya jambo bila hesabu kwa maisha yetu ya sasa. Pesa inabadilishwa kuwa katika umbo, inawekwa katika namba. Baadaye unatoa, unaweka. Tushatoka katika maisha hayo. Kwa hiyo tunatoka katika maisha tunasema asilia, tunakuja katika umbo. Na tunatoka umbo tunarudi tena kwenye asilia. Ndio fasi yake na ndio maisha ambayo sisi tunayoishi. Kwa hiyo hapa alikufundisha Mchina kwamba kulikuwa kuna hii trigrams yenye matabaka 3, 1, 2, 3. Na maana namba 1, namba 2, namba 3. Kuna wakati namba 3 inakuwa hai, kuna wakati namba 3 inafunga. Kuna wakati namba 2 inakuwa hai, kuna wakati inafunga. Kuna wakati hivyo kama nilivyotoa huu mfano. Sawa? Lakini hii ikiwa katika tabaka la 4, wenyewe mnaambiwa hiyo twariki. Njia anamaanisha kwamba matabaka ya hiyo namba yote yamefunguka.
yani yapo active, yanafanya kazi. Kwa hiyo kuna haya hexagram na kuna kama tulivyoona alif lam mim, ndo hizi asili yake haya matatu, ambao ni hiyo Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kama namba zinavyosema sawa, kama namba inavyopangwa inatoa figa sahihi, Mwenyezi Mungu anatufundisha katika hii alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, kwamba hii namba haibadiliki katika maisha yake. Alif lam mim maana yake Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sawa? Ina maana Mwenyezi Mungu yuko hai, ina maana uasilia na usahihi wa wewe mwenyewe kujua Mwenyezi Mungu yuko hai na habadiliki katika uhai wake aliokuwa nao na katika sifa zake za umilele. Ametumia elimu ndogo tu kwamba alif lam mim, hizo herufi ni namba. Unapozungumza herufi unazungumzia namba, kwa sababu kila herufi ina namba yake na ina sifa yake. Kwamba alif lam mim ni namba za herufi, lakini kumbe katika namba za herufi kuna kitu ndani yake kinatoa jibu sahihi, kwamba hakibadiliki. Kwamba Mwenyezi Mungu anatufundisha hesabu ikiwa sahihi, basi na yeye ndio usahihi wake wa uwepo wake upo, kwa sababu anajihakikishia pale aliposema wa'allama adama al-asmaa kullaha. Ina maana Adamu alipewa elimu ya ulimwengu yote kiujumla, hata hii elimu ya mahesabu, yani kila elimu unayojua yeye, genetics zake ziliwekwa katika Adam alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo zinabadilika tu zile genetics, kizazi hiki kizazi hiki kizazi, mtoto huyu atakuwa na genetics hizi, atakuwa na uwezo huu na huu na huu. Ni haya tu. Nitakuwa hapo nimeeleweka vizuri katika ufafanuzi wa elimu hii pale ambapo chanzo chake kilichotoka. Lakini Waarabu wakatumia matabaka manne. Sio tu labda wao wamependa, hapana. Matabaka manne ni pale unapozungumza ama unapozungumzia alif lam mim swad, alif lam mim ra, ndo matabaka manne ambayo pia tunatumia, ambayo pia yametumika. Kwa mfano ndo kama hizi ashkali, ndo kama hizi ashkali, ndo kama hizi ashkali, na kuendelea huko zenyewe zinakuwa 16. Kwa hiyo ukizipanga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, yenyewe inakuwa yapo 16. Matabaka manne. Lakini katika matabaka manne haya kiaweka katika mfumo wetu wa Kichina, 1 tulisema clear line, 2 block D, 3 block D, 4 block D. Hii ni nini? Ni ahayani. Nitakuwa nimeeleweka sasa hapo. Sasa kuna umbo lingine. Haya matabaka manne ina maana moto, tulisema hewa, tulisema maji, tukasema udongo. Lakini hivyo kuna kaf haya ain swad au hamim ain sin kaf. Ama tabaka matano jamani. Pentagram ndo hii katumbia Nabii Suleiman bin Daudi, pentagram ya Nabii Suleiman bin Daudi, ambayo hapa anakuja pia anahadithishwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya. Kwa hiyo hizi alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim swad, alif lam ra, hamim, hamim, twaha, twasin, hizo ni nini?
ni khatamil anbiya, hizo zinaitwa, ambapo kafaya inswadi hapa kuna swahafi, na huku swahafi Ibrahima wa Musa zipo huko. Afhamima insinikafu ni Qur'ani. Tunaelewana eh? Uwezo kanielewa kama hujapita ya masomo ya awali, ila utanielewa taratibu. Kwa hiyo matabaka matano, labda shikeli hiyo ikifungua 1 2 3 4, labda ikifungua. Maana tabaka la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita. Kikubwa tu wewe mwenyewe upange matabaka yako. Kwa mfano mimi nikikupa mfano, mimi saizi natumia mfumo huu. Nimeacha kutumia hii mifumo hii ya shikeli 16. Ila nitakuwa nafundisha tu hii kwa sababu walitolea mifano mingi sana. Lakini mifano hiyo watu bado wanayo ambayo wameibeba. Kwa mfano kama hii Nasratu Kharija 1122. Je, kwa nini hii imeitwa Major Fortune au Minor Fortune kwa Waingereza? Au kwa nini hii ikawa ina shamsi? Inatawaliwa shamsi. Wamejuaje? Kwa nini hii ikawa ishikeli labda ina nyota ya Simba? Wamejuaje? Wakati haya maumbo yako vagant, yapo 16 katika matabaka 4. Katika matabaka 5 yako maumbo 32. Katika matabaka 6 hexagram I Ching ya Mchina, matabaka 6 yako maumbo 64. Nitakuja kuelezea maumbo yanayoendelea, sifa zake, tabia zake. Kwa nini katika maumbo 6 hexagram akachukuliwa mnyama labda dragon? Kwa nini? Swali unaweza kujiuliza usipate jibu. Kwa hiyo ni sayansi ya utafiti wa mamiaka na mamiaka. Pale mpigaji alipokuwa akipiga, akizalisha umbo, jambo litakalotoka ataweza kujua kwamba figa hii iliyotoka ina tafsiri gani na ina maana gani, na figa hii itakuwa kwa wakati uliokuepo, tatizo la huyu mtu litakuwa ni tatizo gani. Mtu anaweza aka experience kitu kama hicho kwa muda mrefu, akawa tayari ule mtaala uko kichwani wa kiroho, ukimwelezea kwamba ikitoka figa hii basi tatizo litakuwa hili. Kama ni mvua itanyesha baada ya siku 3, au haitanyesha baada ya mwezi mmoja, au mkae miezi 4. Sasa ni figa ya utafiti wa kisayansi ya kinifu, unachukua muda mrefu, kwamba alama hii mti wake ni mti gani, siku yake siku gani. Mfano katika hapa Muhamis 1 2 3 4 5, labda katika Muhamis haya, mfano katika Muhamis namba 1 hapa nini, 2 3 4 labda 5. Mfano figa hii hapa, hii inaitwaje? Kuuliza swali hautajibu. Kwamba wewe ulimezeshwa ukapewa matabaka haya mangapi? Matabaka 4, ambayo moto, maji, hewa, udongo. Lakini matabaka yanaendelea. Hii inaweza ikawa ni yenyewe sky, mbingu yenyewe, alafu kuchini ikawa ardhi. Alafu mfano mimi katika utafiti wangu katika mifumo ya mwanadamu ya ufahamu, ukiangalia katika macho. Kwa hiyo nukta hii ya kwanza itakuwa nukta labda ya macho. Kutoka macho na kuja mfumo wa hewa, ambayo tunakusajili mifumo hii ya fahamu, labda pua, kunusa. Tukaja mfumo wa ulimi huo, kuonja, ulimi, kuonja. Tukaja mfumo wa nini tena? Mifumo 5 ya fahamu, milango 5 ya fahamu.
Kuna kusikia jamani, kabla ya kuonja hapa kuna kusikia. Haya, kuona. Ya pili kusikia. Wa tatu kunusa. Kunusa. Wa nne kuonja. Wa tano ndo huyo ngozi. Kuhisi. Mguso. Sawa. Haya, sasa figa kama hii uipe rangi yake, uipe rangi zake, ina rangi gani? Mfano tu. Kwa hiyo hii ni sayansi ya utafiti wa mtu, ambapo wao walitafiti, vingine wakatuwekea, sisi tunabeba. Siji huyo akitoka huyo adui, wewe umejuaje huyo adui? Kama haujakalili, umejuaje kama huyo ni adui? Kwa hiyo ni sayansi ya kupanga, ni ya kupanga kutokana na utafiti wa mtu aliofanya, kutokana na dalili alizoziona. Lakini sio kwamba elimu hiyo ilishia hapo. Maumbo 14, mfano maumbo 16 ya Shikeli Ramli ndio yatafsiri kila kitu sawa, kutokana na sayansi ya herufi ya namba, ndio siri unaokupa. Kutokana na sayansi ya herufi na namba ndio tunaweza tukapanga maarifa ya Shikeli na tabia zake, lakini tabia tunazipa kutokana na nukta. Kwa mfano wao tabia ya moto wakaita safrau. 1 2 3 4. Mfano ya hayani tabia safrau. Alafu baadaye anakuambia labda hayani rangi yake nyeupe, lakini moto kashakupa tabia yake safrau, njano. Maji labda akakupa tabia yake maji ni weupe, ndio maana hiyo akaita bayavu. Kwa hiyo na hizi Shikeli pia hizi zimepewa maumbo, tutazipa majina na maumbo kutokana na tabia ya nukta iliyofunguka. Yaani hizi ni namba, kuna wakati namba 1 inakuwa hai, namba 2 inafunga, namba 3 inakuwa hai, namba 4 inafunga, namba 5 labda inakuwa hai. Ikatoka Shikeli tabia hii. Kwa hizi ni namba hizo ambazo zinafunga na kufunguka. Ni mimi Dr. Abdul Fattah Idris, namba yangu 0652885454. Naam, kwa hiyo watu wengi kwa elimu yao ya Shikeli ya Ramli wameishia hapa. Inshallah tutazidi kujuzana ili tuweze kuelewa zaidi jinsi elimu zinavyokwenda.